Na mimi ni mmoja mwenye kuhamasisha tusikate tamaa, kwa sababu natambua taifa letu lilivyo na tunatambua harakati ngumu na ya hatari. Watu waliamini mabadiliko ni ghafla bimvuu tu, lakini ni ngumu sana kuwatoa watu ambao wameshota mizizi na wakajilimilikisha kila aina ya mfumo ndani ya taifa hili. Leo CCM na utawala wao wa haramu wanadhani Tanganyika ni ya kwao au Tanzania ni ya kwao, na hata leo walivyoibuka Watanganyika au Watanzania wenyewe kudai maslahi zaidi, tugawanye riziki, wasile peke yao. Leo wanaona ni watu wasiokuwa na thamani, ni watu wameonekana kuwa wana vurugu. Leo anasubutu, mimi naweza kusema mwendawazimu Mwigulu Nchemba ni kiongozi ambaye hakuchaguliwa na wananchi, lakini leo anasubutu kuwa na sauti, akasema kuna pia watu wa Tanzania sijui wako nje ya nchi, wanalipwa huko, wanakula bure huko, wanalishwa, wanakuwa na kiburi na jeuri kuwahamasisha vijana wadogo wa Kitanzania kutaka kuleta vurugu. Huyu ni mtu wa ovyo na ni wa ajabu sana. Kwa hiyo huyu mtu akabiliwe, itoshe inavyotakiwa. Kwanza ajitambue, Mwigulu Nchemba ajitambue. Huyo Katambi ajitambue. Katambi ni mtu ambaye alilelewa na Chadema na akajulikana kupitia Chadema, lakini kumbe alikuwa ni njaa na mlafi kwa maslahi tumbo binafsi. Akaona huku Chadema hapati ulaji, akahamia CCM. Leo tumeambiwa ni waziri wa michongo huyu kwa mambo ya ndani, na ndo mtu wa kwanza kutishia Watanganyika na kutishia Watanzania kuzuiwa wasifanye mikutano ya hadhara. Na leo Mwigulu Nchemba akakazia hilo, na wale manyang'ao masokwe mle kwenye lile jengo la wananchi bunge wakapiga makofi mengi kumuunga mkono huyu chizi au mwendawazimu Mwigulu Nchemba na huyu chizi mwenziwe Katambi. Sasa mimi nataka niwafikishie ujumbe tu kwanza, kwa hili taifa ni la kwetu, sio la kwao, na wao kama wanadhani kwa sababu wa kwenye position wanaweza kuzungumza waliyozungumza na kututishia sisi wananchi na kutishia kutuua na kutuumiza tu kwa sababu ya Watanzania ambao mko ndani ya nchi na nje ya nchi, kupigania haki yetu kikatiba na sheria za nchi dhidi ya maandamano haya ya tarehe 7 mwezi wa 7, ukombozi wa kuitaka CCM tuitoe madarakani na Samia kumtoa madarakani vyovyote iwavyo, na huo ndo ukweli. Tutawatoa madarakani na baadaye tutaunda serikali ya mpito. Tunahakikisha Watanzania hasa Gen Z tutasikilizwa nini tunahitaji kupanga serikali. Sasa mimi nimwambie Mwigulu Nchemba tu, na kabla ya yote kwanza, hii room kumbukeni nyuma sana huko miaka 3 nyuma au 4, hii room ilikuwa na power sana na ilikuwa na nguvu kubwa sana na ilikuwa inaogopewa hii room na mfumo, na hata wanasiasa baadhi walikuwa wanafiki kina Mbowe wanaitambua hii South Tanzania. Kipindi hicho alisema hii kuna kikundi cha pressure group huko, na ni sisi tulikuwa hapa kipindi hicho, tulikuwa tunamwezesha na baadhi ya mikutano ya hadhara tukaifanya kushirikiana naye, kumbe ilikuwa tunashirikiana na mtu katili, na ni tisi tusemtambua akajifanya ni kiongozi wa upinzani, kumbe ni gaidi. Leo na ugaidi wake tumeutambua, kwa hata Mheshimiwa Tundu Lissu alishindwa kwenda kumwangalia gerezani, na ndio ujue unafiki mkubwa ya wanasiasa aina hii. Sasa mimi nataka niwaambie kitu tu, mimi cha kwanza nataka nimwambie Mwigulu Nchemba atambue hili taifa si la kwake, wala sio la mama yake, na wala sio la dada yake, na wala sio la baba yake. Asitutishe, na nyie anawasema Watanzania ambao mko nje ya nchi, mwambieni ukweli, hili taifa si la mama yake wala sio la baba yake. Watanzania ni wenye kulalamika au Watanganyika kwa muda mrefu kuidai mabadiliko ya mifumo kikatiba na sheria hizi mbaya kandamizi. Watanzania ni wenye kulalamika kwa muda mrefu. Leo tumenyuma hata haki yetu ya kuchagua ya kiongozi tunaomtaka. Sasa wasijidanganye
wakadhani wamefanikiwa kuua watu 2025 Oktoba 29 na 30 na 31 mpaka tarehe 4, wameua wakajitangazia mamlaka na uongozi ambao leo wanajiona wao ni viongozi, lakini wanajua kwa hawakuchaguliwa, kwa sababu uchaguzi ule haukufanyika, na kila dunia imejua na kila mtu anajua na wao wenyewe wanajua, lakini wamejimilikisha mamlaka. Wakadhani bunduki zitawalinda hapo walipo. Kama bunduki zilishindwa kumlinda Mpolepole, alikuwa katibu mwenezi wa CCM zama za mawe za Magufuli na Samia, leo akamteka na kumuumiza. Hata yeye Mwigulu Nchemba leo na kesho watamteka na tutamdhibiti, atambue hilo na wasijidanganye. Tarehe 7 mwezi wa 7, tuambie tu hapa. Muda mfupi kabla romu hii tulikuwa na maoni ya watu hapa kupiga kura. Mimi nimevoti kura yangu muungano huu uvunjike, na hii romu ya pili umefungua maandamano mpaka kieleweke. Nimepiga kura hiyo, maandamano mpaka kieleweke, si mpiga kura hizi nyingine, na huo ndo ukweli. Na lazima tuwe na sauti moja, na lazima tujiamini tunaweza kuleta mabadiliko ya taifa letu. Hawa wanaotutisha hapa kina Mwigulu Nchemba, Katambi, siji huyu kwa mkoa wa Dar es Salaam, huyu wa Michongo, hawa wote tunao uwezo wa kuwadhibiti. Unajua, mimi zamani kabla hatujafika leo huku na kuchanganyana fulani, tulikuwa tuna mipango mingi tu mizuri na ya ukweli. Wako watu wengi walimkataa Mjahidi, lakini leo namtaka Mjahidi. Lakini mimi nakwambieni ukweli, hawa watu lazima tujipange pia kuwafikia wao, kuwadhibiti. Hawawezi kututisha sisi kwenye taifa letu. Maandamano ni haki yetu kikatiba. Nadhani rais wa TLS huyu ni mwanasheria au niseme ni wakili, alisomea sheria, mbobezi, kawaambia ukweli, maandamano ni haki yetu kikatiba na sheria za nchi, isipokuwa matamshi yao wao kuzuia mikutano ya hadhara, kuzuia wao ndo wanavunja katiba. Na mimi nitawashangaa Chadema kuwa watasubutu kuwa hawatofanya mikutano ya hadhara. Nadhani hata wao watakuwa wanavunja katiba wakikubali kuzuilika kufanya mikutano ya hadhara. Tutaamini kwa Chadema hata wao wanahusika kuvunja katiba. Ni lazima mikutano iendelee kutoa elimu hii ya uraia, na Watanzania nyie leo hakikisheni elimu hii inawasaidia na kuifanyia kazi kudhibiti hawa magaidi kina Mwigulu Nchemba, jambazi mkubwa huyu. Magaidi hawa lazima tuwadhibiti hawa, ndugu zangu, na kila siku nakwambieni hawa leo wamefocus, wamedhibiti vyombo vya habari, wamedhibiti magazeti, wamedhibiti kila taasisi. Tusitoe malalamiko yetu, wameshindwa kujibu hoja. Leo wanaamini bunduki zitawasaidia. Sasa na bunduki hata sisi tunaweza kuzitumia, na tunakoelekea wametuziba mikono, wametufunga mikono, wametuziba mdomo, kila kitu. Nadhani tutatumia nguvu wao ambao wanahitaji. Sasa tutaendelea kwanza kutumia nguvu ya umma, tutaendelea kutumia haki yetu ya kikatiba, maandamano, na wasijidanganye wakadhani wamefanikiwa. Hapana, nadhani ndio wanafikia mwisho utawala wao CCM sasa, kwa sababu kila mbinu na kila mipango ya haki wanaoizuia wanatufanya sasa vichwa vyetu kuwa vibovu zaidi, kumiliki vitu vigumu, kumiliki silaha AK47 na mizinga mingine. Turudini na wao, na huu mimi nakwambieni, na kila siku na sometime hukwambieni, ifike kipindi misafara yao tuiandaleeni ajali, na inawezekana kumwaga mafuta barabarani, mafuta ya kula, msafara ukipita udondoke, kuangusha miti, kuchimba mashimo makubwa, kuonesha ishara hatuwataki tena madarakani. Na wanajua, lakini wanahitaji vitendo na action ya watu. Sasa mimi nataka niseme jambo, tuhamasishane zaidi dhidi ya hii tarehe 7 mwezi wa 7. Ni kesho kutwa, bado siku chache sana, na pia kumpigania Mheshimiwa Tundu Lissu atoke gerezani. Nadhani maandamano haya
inajulikana tunapigania nini. CCM must go. Samia atoke madarakani na Lissu amwachie bila masharti yoyote. Sasa mimi nataka niwaambie kitu tu. Mimi mara nyingi huwa sina huruma na hawa watu. Na nyie pia nakwambieni kuweni chuki kubwa dhidi ya magaidi. Nimemwona kaka Fue kakimbia kimbia hapa, sijui aliogopa mijadala nilipotaja Chadema au vipi, lakini mimi nataka nimwambie tu kaka Fue, nimemkuta muda mkubwa hapa, tumemsikiliza vizuri tu, lakini alishindwa kuambia viongozi wa chama chake kwa ukikubali zuio la mikutano ya hadhara kwa kauli hii ya Katambi ni kuvunja katiba. Wakikubali wamevunja katiba na wao. Kauli ya Mwigulu Nchemba wakikubali mikutano hadhara wasiifanye ni kuvunja katiba. Wanahusika, na ndio pale mara nyingi tu hichi chama muda mwingine huwa tunakisema hapa na tunasema viongozi wa mijadala yenu hii ni migumu na ni hatari, mnashindwa kujitetea akifika magumu, na ndio haya leo mnayaona sasa. Lakini tunaonekana wabaya tukiyasema haya. Tunahitaji ujasiri wa Watanzania kutambua haki yetu na miongozo yetu jinsi gani kupambana na hawa magaidi. Muda ni sahihi. Diaspora, Watanzania, Watanganyika mloko nje ya nchi, Mwigulu Nchemba kawatukana vya kutosha, kawaambia nyie ndio muje, si wanataka kupambana, muje kwenye nchi. Huyu kajisahau. Kwani Mtanzania aliyekuwa nje ya nchi hawezi kupigania nchi yake mpaka aje? Wao wanaenda kufanya nini mataifa ya nje? Kuomba misamaha huko na kuomba mabilioni ya pesa wasaidiwe. Wengine familia zao ziko nje, watoto wao ni raia, wana uraia pacha hawa watawala wengi. Na Ibrahim Kinana, Samia Suluhu Hassan ana uraia pacha, familia yake na uraia pacha. Yakimkuta ya kumkuta hapa akimbie. Samia ana pasipoti mbili huyu, kama hamjui nyinyi, na familia yake ana pasipoti ya Omani, ana pasipoti ya Tanzania, naweza nikasema ni tatu, ana pasipoti mpaka ya Zanzibar, kwa sababu Zanzibar ana pasipoti yao. Hawa magaidi hawa, ni mnawaremba hao, wanawatukana, wanawambia kuna Watanzania wako nje ya nchi wanawashawishi vijana wa ndani ya nchi kufanya vurugu. Wanasema eti mnalishwa, mnakula huko, mnafanywa kila kitu, alafu mnashawishi watu. Sisi tunawashawishi, tunapigania haki yetu ya ukombozi wa taifa letu. Tumenyimwa haki yetu ya kutokuchagua kiongozi tunamtaka. Tunahitaji mabadiliko, tunapigania haki zetu. Maisha yanakuwa ni magumu, ufisadi umezidi, nchi mnaiuza, rasilimali mnaziuza. Leo tumekuwa kosa kusema, mnaanza kutugawanya hapa, alafu unasema ni kiongozi, ni waziri mkuu, bwana una PhD wewe chizi. Jamani, ndugu zangu, hawa watu wakotegea mabomu ya baruti na kuwazingua na kuwaripua watu hawa, na kila siku nakwambia ni maneno haya magumu na hatari. Hawa watu hawafai tena hao. Huwezi kumbagua Mtanzania kwa sababu anaishi nje, anapigania haki ya taifa lake. Ana makosa kikatiba na sheria nchi, makosa yake yako wapi? Au kwa sababu mmejimilikisha nchi? Naona kila anayosema ukweli hana haki? Hapana. Ndugu zangu Watanganyika, ndugu zangu wa Tanzania, amkeni. Hawa wote leo wanatujibu kunya, wanatutukana kina Mwigulu Nchemba Katambi ni majambazi, ni wezi. Huyo Mwigulu Nchemba tulizungumza sana huyo, na utajiri aliokuwa nao na mabasi zaidi ya 100, na mabasi yake mengine 29, baadhi yao tuliachia moto na tukawasaka, mengine wakafuta majina. Tudili nao na biashara zao. Nchi inahitaji, tulipofikia sasa, tunahitaji kuunda makundi ya Tanzania kukataa huu utawala wa kigaidi. Kama wao leo wanasimama na kuunda makundi ya kigaidi kupitia polisi, kuteka watu, kuumiza watu, na leo misaada mikubwa kama hamjui inatoka kwenye ADP World. Waarabu hawa wanashiriki sana katika kuunga mkono huu utekaji unaoendelea na kuendelea kutoa mabilioni ya pesa na silaha
kuwapa polisi na usalama wa taifa, kuua Watanganyika wanaopigania haki zao. Amkeni ndugu zangu, huu ni muda sahihi. Tarehe 7 mwezi wa 7, umma huu ukitoka barabarani, wengi wetu ndio silaha yetu.